hakuna namna shetani akafurahia ile furaha ya Bwana ambayo ndio nguvu zetu iendelee kuwa kwenye maisha yetu. Ukitazama maisha ya wengi, jambo ambalo linapotea kwa ukubwa bila watu kujua kwamba limepotea ni kitu kinachoitwa furaha. Huzuni imetawala ndio kwenye maisha ya wengi. Wahudumu wengi sisi wa madhabahuni tunaweza tukahudumu ndani yetu ikiwa haina furaha. Ndani yetu kuna huzuni. Wachungaji wengi wanahudumu ndani yao kuna huzuni nyingi, kwa sababu kuna kujeruhiwa kwingi. Ndoa nyingi inakosa matunda kwa sababu hawana furaha ndani yao. Watoto wengi wanaona kwamba kwenye familia zao hawajaliwi kwa sababu hawana furaha ndani ya familia zao. Shetani anaiba kwa sababu anajua mahali penye furaha kuna matumaini ya kesho. Mahali penye furaha inaonyesha matumaini ya kesho, inaonyesha kwamba kuna hali ya kuendelea mbele. Mtu anaweza hana kitu lakini ndani yake kuna furaha. Biblia inasema katika kitabu cha Wafilipi, furahini siku zote, na tena anasema furahi. Kuna lazima ufurahi siku zote. Ni dawa kwa aliyo mgonjwa. Hata aliyokata tamaa kukutana na wewe una furaha, anasikiliza nini unazungumza naye. Hakuna namna ukafanya jambo ukiwa ndani yako kumejawa na furaha kusiwe na matokeo positive kwenye maisha yako. Nehemia anasema mle vilivyo vinono, furaha ya Bwana ndio nguvu zetu. Maana yake nguvu zetu ni furaha ya Bwana. Maana yake mtu wa kwanza mwenye furaha ni Bwana. Tunapaswa na sisi kuwa na furaha. Yaani furaha kwenye maisha yetu lazimisha, kama kuna kitu usikubali ipotee kwenye maisha yako, ni kitu kinachoitwa furaha. Maana yake usipokuwa na furaha, maana yake ndani yako kuna huzuni. Maana yake ndani yako kunaonyesha hakuna mwanga. Ndani yako kunaonyesha kuna giza. Ndani yako kunaonyesha hakuna matumaini. Ndani yako kunaonyesha kwamba wewe umeishia hapo. Ukisha kuwa na furaha ndani yako, huzuni yenyewe inakimbia. Maana yake kuna vitu vitakimbia kwenye maisha yako, vile ambavyo vimeletwa na adui. Tumesema la kwanza kwamba shetani anakuja kuiba. Maana yake ataiba furaha, ataweka huzuni. Lakini penye huzuni, Biblia inasema wale watakatifu waliokombolewa na Bwana, ambaye ni sisi tuliokoka, watarudi wakiwa na furaha ya milele. Maana yake watakuwa na furaha, lakini kuugua, maana yake magonjwa yatakimbia ndani ya huo mtu, hayatapata nafasi ndani ya mtu. Maana yake usongo wa mawazo hautapata nafasi. Ile hali ya mtu kusema nasikia kukataliwa, kukataliwa kwa sababu ndani yake hakuna furaha, ambayo ni furaha ya Bwana ndio nguvu zetu. Yaani maana yake vile tu Bwana anapofurahi, sisi ndio tunapata nguvu. Inakuwaje wewe uachane na furaha? Inakuwaje wewe ukubali usiwe na furaha ndani yako? Mahali ambapo hakuna furaha, hakuna mafanikio.